kutoa. Tumekwenda nyimbo itakuwa baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako uko tayari kwa jirani wa Mungu. Bwana jioni ya leo ambalo litakutoa hatua moja na kukupeleka hatua nyingine. Hautabaki kama ulivyo. Ni wakati mwingine, saa nyingine ninamkaribisha mwinjilisti wa kimataifa. Simi ni madeje, makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen katika jina la Yesu. Sema amen katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Piga vigelegele kwa Yesu. Makofi na shangwe kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati wako kupokea uponyaji. Wakati wa kupunguza maisha yako. Jioni ya leo nataka niseme na wewe. Amen. Jioni ya leo Mungu ana jambo kwa ajili yako. Hallelujah. Jioni ya leo kuna kusudi jipya katika maisha yako. Oh my God. Jioni ya leo Mungu anaenda kubadilisha historia ya maisha yako. Sema amen katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wakati ninaenda kwa Injili ya Luka sura ya 19. Naomba unisikilize kwa makini. Hili ni neno la Mungu lenye nguvu na mamlaka. Amen. Linaloweza kubadilisha maisha yako. Amen. Nataka nikwambie kwamba Amen. hata kama wewe ni mgonjwa, Amen. hata kama madaktari wameshindwa, hata kama waganga wameshindwa, ninapenda kusema neno la Mungu. Nenda ukaamini neno hili. Unaenda kupokea uponyaji mama yangu. Unaenda kubadilisha maisha yako kijana mwenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Neno la Mungu linasema ya nalo neno linasema naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakasema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa masikini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humo, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Sema amen katika jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Nataka nizungumze na wewe jioni leo. Hii ni habari nzuri ambayo inawaelezea watu wawili. Mmoja ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na mwingine ni Zakayo. Nitaanza kumzungumzia Zakayo. Huyu Zakayo alikuwa ni mtu mkubwa sana, alikuwa ni mtu tajiri sana. Huyu Zakayo katika kizazi cha leo
unaweza kumuita ya kwamba ni mtu wa TRA. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, kwa sasa ni TRA. Huyu mtu alikuwa ni maarufu sana. Huyu mtu alikuwa ni tajiri sana. Huyu mtu alikuwa ni mkuu sana, na alikuwa na uwezo mkubwa. Lakini siku moja aliposikia ya kwamba Yesu Kristo anapita, akaazimia moyoni mwake, akasema lazima nimuone Yesu. Ni mtu wa namna gani? Nimesikia habari zake vya kutosha. Huyu Yesu ni nani? Huyu Yesu ni wa namna gani? Nataka nikuelezea kwamba wapo matajiri na wenye uwezo na pesa nyingi. Nataka nikuelezea kwamba maisha yako bila Yesu hayana faida yoyote. Maisha yako bila Yesu hasara tupu, ndugu yangu. Maisha yako bila kumpata Yesu, tajiri wako bila Yesu, mkuu wako bila Yesu, umepoteza maisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo alikuwa ni mtu tajiri sana. Zakayo alikuwa ni mtu mkuu sana. Zakayo alikuwa ni mtu mkubwa sana, lakini aliazimia moyoni mwake. Nataka nikuelezea kwamba wakati Zakayo anaazimia kumuona Yesu, akatangulia mbele, wakati Yesu akijua ya kwamba ataipitia njia ile. Nataka nikueleze, Zakayo alikuwa ni mtu mfupi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Zakayo alikuwa mfupi kama nani? Zakayo alikuwa mfupi kama nani? Yaani kama mlikuwepo. Zakayo alikuwa mfupi kama yule. Blaza sogea. Mungu mahali hapa. Nikutolee mfano blaza. Karibu mahali hapa. Zakayo alikuwa ni mtu mfupi kama huyu jamaa. Alikuwa mtu mfupi kama huyu jamaa. Lakini alikuwa na hela nyingi sana. Ni mtu mkuu sana. Zakayo alikuwa mtu kama huyu, mfupi, lakini aliyesimia moyoni mwake, akasema ya kwamba nataka nikutane na Yesu. Nataka nikuelezea kwamba ndugu yangu, mpe Yesu maisha yako. Sijakutolea mfano bure. Unamhitaji Yesu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Zakayo ameazimia kukutana na Yesu, akaenda akapanda juu ya mti kutokana na ufupi wake, apate kukutana na Yesu. Yesu alipofika mahali pale, akamwambia ya kwamba Zakayo, shuka upesi, maana jioni ya leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Imenipasa kuwepo nyumbani mwako. Imenipasa kuwepo nyumbani mwako. Nataka nikuelezea kwamba wapo watu ambao waliongea maneno ukisema ya kwamba tazama mtu huyu anakaa na watu wenye dhambi, anakaa na watu ambao maisha yao ni mabaya. Nataka nikuelezea kwamba watu waliachua maisha ya Zakayo. Zakayo ijapokuwa alikuwa ni mtu tajiri, lakini alikuwa mtenda dhambi. Ijapokuwa na Zakayo alikuwa na pesa nyingi, lakini maisha yake hayakupendezwa na watu, hayakupendezwa na wanadamu. Na ndio maana watu walimuona Yesu akishirikiana na Zakayo, wakasema inawezekanaje Yesu kuwa pamoja na watenda dhambi? Nataka nikueleze, ijapokuwa wewe ni tajiri sana, una mali sana, lakini bado jipo jambo ambalo unahitaji kwenye maisha yako. Unamhitaji Yesu ndugu yako, apate kuponya, apate kuokoa, apate kubadilisha maisha yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamzungumzia Zakayo. Ndio. Ninamzungumzia Zakayo. Ndio. Mtu ambaye maisha yake watu waliachua. Ndio. Walijua maisha yake. Ndio. Walijua tabia zake. Walijua huyu mtu ni kweli na pesa. Huyu mtu ni kweli na magari. Lakini tabia zake hazikumpendeza Mungu.
Nataka nikueleze, wapo watu katika dunia leo, wapo watu kwenye dunia ya leo wanatumaini pesa zao, wakizani ya kwamba wako salama, wakizani ya kwamba pesa yao inaweza kuwapeleka mbinguni, wakifikiria kwamba cheo chao inaweza kuwapa utajiri kwa ufalme wa mbinguni. Lakini nataka niseme ya kwamba Yesu peke yake, Yesu peke yake, Yesu peke yake anaweza kubadilisha maisha yako. Yesu peke yake anaweza kubadilisha maisha yako. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zakayo. Ndio. Zakayo. Ndio. Sema Zakayo. 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 Kwa hiyo Zakayo huyu ijapokuwa aliazimia kumwona Yesu, akasema ya kwamba katika maisha yangu nayoishi ni kweli nina pesa, ni kweli nina mali, ni kweli hapo na heshima, lakini kuna jambo bado nimepungukiwa. Kuna jambo ambalo hawezi kutatua, hawezi kutatua, hawezi kutatua. Ninamhitaji Mungu, ninamhitaji Mungu, ninamhitaji Mungu. Pesa haiwezi kutatua, yapo magonjwa pesa haiwezi kuponya, yapo magonjwa ukuu wa cheo haiwezi ikaponya, yapo magonjwa ambayo mwanadamu hawezi kuponya kwa pesa, yapo mambo hayawezi kuondoka kwa pesa, hayawezi kuondoka kwa utajiri, hayawezi kuondoka kwa mali, hayawezi kuondoka kwa ukuu ulio nao, kwa cheo ulicho nacho. Nataka nikueleze, nataka nikueleze, huyu Zakayo aliamua maisha yake, amkabidhi Yesu, ampe Yesu maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Zakayo aliposhuka juu ya mti akaongozana na Yesu mpaka nyumbani kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipoongozana na Yesu nyumbani kwake, nataka nikwambie kitu kimoja. Ukikutana na Yesu, ukikutana na Yesu, Yesu sio mganga wa kienyeji. Haleluya. Yesu sio daktari wa mwimbili. Yesu sio daktari wa Kenya pale. Ninayemhubiri hapa ni Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Ukikutana na Yesu, maisha yako yanabadilika. Ukikutana na Yesu, historia ya maisha yako inabadilika. Haleluya. Huyu Zakayo alipompa Yesu maisha yake, akasema ya kwamba kama kuna mtu nimemkosea jambo lolote, nitamsamehe. Kama kuna mtu nilichukua kitu kwa dhulma, nitamrudishia mara 4. Nini maana yake? Yesu akiingia ndani yako, Yesu akiingia ndani yako, maisha yako yanabadilika, maisha yako yanabadilika. Kijana mwenzangu, huwezi kuacha bangi kwa kuwa na pesa nyingi, huwezi kuacha ulevi kwa kuwa na pesa nyingi, huwezi kuacha ulevi, huwezi kuacha ukibaka, huwezi kuacha umalaya, huwezi kuacha dhambi, huwezi kuacha kuchepuka eti kwa ukuu ulio nao, kwa pesa nyingi ulizo nazo. Inakupasa jioni leo, mpe Yesu maisha yako. Mpe Yesu maisha yako. Yesu ni kila kitu. Yesu anasameza, Yesu anabadilisha, Yesu anaponya. Haleluya. Waganga wameshindwa kabisa, lakini Yesu anaweza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikueleze. Amen. Kama wewe unaenda sana kwa mganga wa kienyeji, waeleze. Kama wewe unaenda sana kwa mganga wa kienyeji, kama wewe unaenda sana kwa mganga wa kienyeji, mwambie mganga, nipe dawa ya kuacha dhambi. Kama yeye anakuja na nguvu ya uganga, amwambie akupe dawa ya kuacha dhambi. Hallelujah. Ambayo hautatamani mademu,
ambayo hautatamani kuvuta bangi, ambayo hautatamani kuchepuka, ambayo hautatamani kufanya umalaya, ambayo hautatamani kuloga. Nataka nikueleze ni Mungu peke yake anayebadilisha maisha. Yesu peke yake anayesamehe dhambi. Huyu Zakayo alipokutana na Yesu, maisha yake yalibadilika. Aliamua moyoni mwake ya kwamba kuanzia leo nawasamehe walionikosea. Kuanzia leo mimi naacha kuwadhulumu watu, naacha kuwaibia watu, naacha kuwaibia watu, nitawadai watu ushuru na kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu na pesa zao na mali zao wanaamua kumfuata Yesu. Ndio. Wewe mwenzangu na mimi una chochote? Ndio. Tunakwambia habari za Yesu. Unajivuta. Yesu ndo kila kitu. Kabisa. Kama ni utajiri kwa Yesu, kama ni mke mwema kwa Yesu, kama ni fedha kwa Yesu. Wewe unatuonyaje hapa tulipo? Hatujaja kinyonge. Hatujaja kinyonge hapa. Kabisa. Watu hapa wameokoka na mpenda Yesu. Vijana wamenawili namna hii. Mabinti hivyo wanapendeza. Wewe unasema kwa Yesu kuna hasara. Unachelewa ndugu yangu. Nataka nikueleze jioni leo. Sisi tulikuwa kama wewe. Tulikuwa tunashangaa kama wewe. Tulikuwa vibaka kama wewe. Tulikuwa tunapiga pisi zile za bangi kama wewe. Tulikuwa vibaka kama wewe. Tembea na milegezo kama wewe. Kukutana na mwanaume Yesu alibadilisha maisha yako. Ikabadilika. Hatutamani tena haki za watu. Hatutamani tena kuibia watu. Hatutamani tena kutukana. Akiingia maisha yako. Yesu maisha yako. Yesu anasamehe dhambi. Takuwa na uhakika. Hapo usikute hata ugali wa jioni huna uhakika nao. Yaani tonge la jioni huna uhakika nalo. Lakini sisi ndio kwa imani tunamwamini Yesu. Haleluya. Nataka nikueleze tuna uhakika kabisa zaidi ya 100%. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado sijamaliza. Ndio. Bado nataka nimweleze Zakayo. Ndio. Bado nataka nimweleze Zakayo. Tueleze. Huyu Zakayo alimkaribisha Yesu nyumbani kwake. Ndio. Akasema Bwana karibu nyumbani kwangu. Yesu naye akamwambia, usiwe na shaka Zakayo. Haleluya. Imenipasa ufike nyumbani kwako ili maisha yako yabadilike. Imenipasa niwepo nyumbani kwako ili uweze kuacha bangi, ili uweze kuacha kutamani haki za watu. Imenipasa niwepo nyumbani kwako. Sikiliza nikueleze baba yangu, Yesu yuko mahali hapa. Yesu maisha yako. Karibisha Yesu katika maisha yako. Kwa nafasi Yesu katika moyo wako. Hata kugeuza leo. Utatamani tena. Utaacha ushoga. Utaacha umalaya. Utatamani tena. Utabadilishwa. Utasamehewa. Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa umefika wakati ndio wa mwanaume Yesu kabisa. Umefika wakati wa mfalme Yesu. Haleluya. Wakati watu ndio wanasema ya kwamba kwa nini Yesu anakaa na wenye dhambi? Ndio. Sikiliza kwa makini. Ndio. Nimeanza mwanzo kumwelezea Zakayo kabisa. Na sasa anakuja kumwelezea Yesu. Ndio. Ambaye yeye ndio kusudi kubwa ambalo yeye ndio jawabu kubwa kabisa. Ndio solution ya maisha ya watu. Watu wakasema inakuaje? Kama vivi tunapokuwa tunaimba hapa na washikaji zetu na masela wetu hapa, ni kweli wanacheza karata, wanacheza bao, wengine kweli wanavuta sigara. Watu wanaweza kufikiri inawezekanaje walokole wanaenda kupiga story na vijana wavuta bangi? Inawezekanaje wanaenda kupiga story na watu ambao wanajiuza? Nataka nikuelezea kwamba Yesu akasema nimekuja duniani kutafuta kile
mpaka lini? Wachawi watakutesa mpaka lini? Kabisa. Mpe Yesu maisha yako. Hallelujah. Utateseka na magonjwa hata lini? Hallelujah. Waganga wameshindwa. Ndio. Madaktari bingwa waliosomea huko Ulaya wameshindwa. Ndio. Nataka nikueleze ya kwamba Yesu peke yake hajagawi kushindwa. Hajawahi kushindwa. Hajawahi kutokea. Yesu akaletewa mgonjwa akashindwa kumponya. Nataka nikueleze jioni ya leo, kama una wagonjwa walete mahali hapa. Tatizo lako wameshindwa wa manabii, lakini Yesu anayemhubiri mahali hapa, yeye anaweza yote. Wameshindwa ni manabii, lakini Yesu anaweza. Wameshindwa ni waganga, lakini Yesu anaweza. Wameshindwa mafuta ya upako, lakini Yesu anaweza yote. Yesu anaweza yote. Imeshindwa keki ya upako, ndio Yesu anaweza yote. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kwa jina. Amen. Lete wagonjwa. Amen. Yesu atawaponya. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu kuna wahudumu mahali hapa. Ndio. Watakuwa wanapita huko. Ndio. Yaani ukimwona mtu kavaa kanawili yaani unamwangalia tu muonekano wake. Ndio. Ukiona na kufuata anakuja kuzungumza na wewe. Muelezee shida yako. Oh yes. Huyo amebeba majibu. Ndio. Yesu amemtuma hapo aje akufanyie jambo kwa ajili ya maisha yako apate kubadilika. Hallelujah. Sema ime kwa jina la Yesu. Amen. Wapo wahudumu. Hata kama unaona yupo mgonjwa yuko ndani amejifungia, hawezi kutoka. Nataka nikueleze, maadamu Yesu yuko mahali hapo, uponyaji upo jioni leo. Hallelujah, hallelujah. Amen. Wako wahudumu watakuwa wanapita. Naomba wahudumu mpite kwa watu. Zungumza na mtu mmoja. Watu wanamhitaji Yesu. Kama vile Zakayo alivyokuwa anamhitaji Yesu. Watu wanataka wakabidhi maisha yao kwa Yesu. Au mnaniambiaje wanangu? Si fresh? Yesu kama kawaida atawale. Amen. Amen. Haipingwi. Fresh. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hasa watanishangaa. Yaani Yesu kuja kuongea na masela hapa sio jambo geni. Kwa sababu Yesu anahitaji watu kama hawa. Sasa utaachaje kuongea nao? Hawa ni marafiki zetu. Oh yes. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kama unamtaka Yesu, usione aibu. Sogea mahali hapa. Wakati nazungumza hivi, naomba nyinyi vijana tulioongozana mahali hapa, hebu tembea kwa watu wawili watatu. Dada, mtembelee handsome boy yule pale kaka. Hebu nenda kumwambia unamhitaji Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Handsome huyo hapa kaka. Huyu mwimbaji mzuri. Mwinjilisti mzuri huyu. Huyu kaka mwimbaji mzuri huyu. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kazungumze naye. Mwambie unahitaji nini? Yesu yupo kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati huu tunaenda kuzungumza na watu kwa dakika chache. Na baada ya hapo nitaenda kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Sasa naomba unisikilize. Hata kama uko ndani umeona aibu kusogea mahali hapa. Ni kweli. Mwanadamu kuwa na aibu ni kawaida. Ni haiba ya mwanadamu kuwa na aibu. Unaweza ukaona aibu kusogea mahali hapa. Lakini uwezo wa Yesu sio mganga wa kienyeji. Mganga mpaka umfuate kijijini. Oh yes. Yesu popote ulipo anakufikia. Hallelujah. Hapo hapo ulipo unaweza ukafuatisha maneno haya. Unaweza ukafuatisha sala hii. Kama unamhitaji Yesu abadilishe maisha yako jioni ya leo, naomba ukafuatishe maneno haya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa sauti kubwa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Jioni ya leo. Nimelisikia neno lako lililosemwa na mtumishi wako. Jioni ya leo ninaomba maisha yangu nayakabidhi mikononi mwako. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu, uovu wangu
makosa yangu unisamehe. Yesu jioni ya leo naomba uniponye magonjwa yote yaliyo ndani ya mwili wangu. Bwana Yesu ninatubu jioni ya leo na maisha yangu kuanzia sasa ninayakabidhi mikononi mwako. Asante Yesu Mungu mwenye nguvu kwa kunisamehe dhambi, kwa kuniokoa, kwa kuniponya. Kwa jina la Yesu ninamkataa shetani na dhambi zake na uovu wake. Kuanzia sasa mimi ni mali ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Basi naomba nikakuombea na vijana wote wasamehe. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, Baba, ninakushukuru Mungu mtakatifu. Wewe Mungu unajua yako Baba, ninaomba maneno yako